Msichana huyu ana laana ya ajabu, hawezi kumgusa mvulana yote aliyezaliwa katika mwaka wa chui, lakini shule yao imejaa wavulana wa mwaka huo. Ili kuendelea kuishi, analazimika kuwa makini kila siku kuwakwepa. Ghafla siku moja, katika wakati wa hatari, mkono wenye nguvu unamnasa msichana alikuwa karibu kuanguka, lakini hakuhisi maumivu wala usumbufu wowote. Kumbe mvulana huyo alikuwa anarudia darasa. Alizaliwa mwaka wa sungura, hivyo msichana alikuwa salama. Tangu siku hiyo, Deshan akawa makini zaidi, lakini ghafla mvulana mmoja akamwita kutoka nyuma. Mvulana huyu ndiye tajiri zaidi shuleni, huendesha gari la kifahari kila siku anapokuja shuleni, ni kivutio cha wasichana wote. Kumbe Deshan alikuwa ameangusha koti lake. Mvulana huyu maarufu alipomkaribia kumrudishia, Deshan mara moja akafanya ishara ya kukataa, akamwambia alitupe chini tu. Mvulana yule hakuelewa kinachoendelea, lakini akatii. Deshan alionekana mwenye wasiwasi sana, akachukua koti kwa namna ya ajabu, kisha akakimbia haraka. Kukataliwa hivyo kulimchanganya kabisa mvulana huyu maarufu. Cha kushangaza, wakakutana tena kwenye hafla ya chakula cha jioni. Mvulana huyu alipofika, wasichana wote wakaanza kupiga kelele za furaha, lakini yeye akaonyeshwa kuvutiwa zaidi na Deshan, msichana mwenye tabia ya ajabu. Akamkaribia kwa bidii kuzungumza naye. Rafiki wa Deshan alipomwona mvulana huyu, mara moja akamvuta Deshan nyuma. Mvulana huyu akaketi karibu na Deshan, jambo lililomtisha sana. Deshan akaendelea kujepusha kila mara. Mvulana akammiminia Deshan kinywaji, lakini akasema figo yake ni dhaifu. Mvulana akataka kumhudumia kuku wa kukaanga, lakini Deshan akasema anapenda na analinda wanyama wadogo. Kukataliwa mara kwa mara kulimfanya mvulana huyu avutiwe zaidi. Alipojaribu kumgusa, Deshan akakwepa mara 3 mfululizo hadi ikawa ya aibu sana. Kwa bahati nzuri, simu ikapigwa na ikavunja ukimya. Deshan alipomwona mvulana akiondoka, mara moja akatoroka pia. Kwa bahati mbaya wakakutana tena mlangoni. Deshan akakwepa tena kana kwamba anaepuka hatari. Ghafla baskeli ikaja kwa kasi kuelekea kwao. Ili kuepuka msaada wa mvulana huyo, Deshan akafanya mzunguko kwa nyuzi 360 na kuanguka chini kwa nguvu. Mvulana yule kwa sirika tu akajaribu kumsaidia, lakini Deshan kwa hofu akajizungusha tena nyuzi 360 na kukimbia haraka. Mvulana yule akaishia kumtazama Deshan akitoroka kwa aibu, asielewe kabisa nini kinachoendelea.